bora amekutangulia, bora anatenda kazi na wewe, bora anafanya kazi pamoja na wewe. Hii kazi ina vita, lakini ukimbeba Yesu atapigana vita. Bwana asifiwe. Sasa nyingine ukatishika kwa, lakini nikwambie matisho yanatokea, lakini kwa na Yesu unaona ni mambo ya kawaida, ambapo kama sio Mungu kwa ndani yako ungetoroka. Siku moja sio pale Muibara na ubiri pale Sinai, mkutano wa nje, nikashangaa speaker zote zinatoa moshi, uwanja mzima moshi kajaa. Wachukua wakatoa hiyo nani, wakaanza kumwaga vumbi huko ndani kuzima ule moto. Injili na vita, lakini hata nikwambie wala hutaogopa wala utatetereka. Watu wa Mungu haleluya, watu wa Mungu haleluya. Mengine yanatokea kama vitisho, lakini ukiwa na Yesu atapigana hiyo vita, atavisima. Sema haleluya. Siku nyingine na ubiri nikashangaa waya hizi za speaker zinawaka. Ilikuwa ni Mbeya na Kongo, sitaka nisahau. Hiyo siku lazima sasa hizi waya zimeungua zote. Speaker zitaongea, lakini nataka nikwambie zilizimika na injili kaendelea. Hii injili na mambo yake. Watu mtoto nikwambie, hutaona miujiza kama utaenda kwenye injili. Hutaona maajabu, hutaona ishara kama hautatoka. Wainjilisti tutoke, tutoke. Jamani haleluya. Naongea kwa wote, hata kama tunatoka tuongeze bidii, tuongeze bidii. Usisubiri uambiwe nenda, tayari Yesu ameshakwambia nenda. Usingoje wito mwingine, usingoje kutumwa tena, nenda. Twende tukamwone Bwana matunda. Wale wanaosema waokoki, watu wanaokoka. Usiseme wale wameshika Biblia wanaokoka. Nani kakwambia? Anayeokoa sio wewe. Mungu asikitiki kama wewe. Nguvu za Mungu sio kama za kwako. Mungu hainui kama unavyoinua. Mungu hawazi kama unavyowaza. Mungu anawaza mbali sana. Hata yule aliyekatiwa tamaa akisikia habari za Yesu, akisikia habari njema, akisikia habari za upendo wa Mungu, itaanza kulainisha moyo wake. Ghafla utashangaa kesho ni mhubiri wa injili, kesho unashangaa kwa barabarani anaanza kuhubiri. Nadhani nikwambie, kwa sababu anayebadilisha sio mtu, anayebadilisha